Mimi nilikuwa na swali la pili. Kwa mfano ndugu zetu wao kanisani huwa wanaweka, na maanisha wanapokutanikia kwa ajili ya kufanya ibada, japo ibada unaweza kufanya muda wote, ila wanapokutanikia pale kuna masanamu wanaweka sanamu la Yesu Kristo, sanamu la Bikira Maria, la Yosefu na baadhi ya masanamu ya watakatifu, japo hawayaabudu ila wanayaweka pale mbele. Je, hiyo mbele za Mungu ni dhambi au sio dhambi? Mimi niwasikilize nyie, alafu sasa nikijua ni dhambi hiyo sio dhambi nitajenga hoja. Nataka nitoe katika dhehebu, sio tunaongelea mada za dhehebu, ila tunataka tuongelee kwa mtu yoyote yule ambaye anaweka sanamu anaweka sanamu za kuchorwa zingine, tuseme kwamba hii ni kumbukumbu au ni nini, akaviweka mbele au akaenda na amevivaa au, lakini tutoke kwenye dini hapo. Tukitoka kwenye dini itakuwa vizuri, kwa sababu walioko ndani ya madini hao Mungu huwaokoa na kuwaweka kuwa wana wa Mungu. Amen. Ya, kwa sasa naweza nikasema kwamba Biblia yenyewe imeonya. Biblia kama Biblia, sio dini wala nini. Biblia manake maneno ya Mungu yameonya usiabudu sanamu wala sanamu ya kuchongwa wala sanamu ya kuchorwa. Imekataza kabisa, unamkufuru Mwenyezi Mungu. Biblia imeandika. Kama kuna mtu ambaye anakumbuka ile andiko lilipo, namkaribisha. We kama uliliona na wewe nakukaribisha vile vile. Sasa nitalisoma ile andiko afu sasa nitaongeza swali kwa upana. Nashukuru kwamba umesema ni dhambi. Kutoka 20 mstari wa 4 nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sasa mimi nauliza swali. Tumeanza kwa hao watu wengine. Je, kwa mfano kuna baadhi ya makanisa tukiacha ile zebu ambalo limelitaja, sasa mfano nitaje, najua nikitaja huko kwangu hakuna shida. Mfano kwa Pentecoste, je, kuweka msalaba katika hizo nyumba za ibada ni kosa au sio kosa? Kumbuka maandiko yamesema usijifanyie mfano wa kitu chochote kilichopo juu mbinguni, chini duniani wala chini ya maji. Je, tunapoweka msalaba hiyo imekaje? Karibu. Sawa. Asante. Kwenye dhehebu letu kiufupi, madhehebu yote yanayoweka misalaba, ule msalaba wakauweka kama agano, wakaliweka kama Mungu, kwamba kupitia ule msalaba wana uwezo kuvunja miamba. Wameichora hapa duniani wakaiweka kama ndo kitu ambacho kinamwakilisha Mungu. Wametenda dhambi wale walioanzisha, lakini naweza nikasema kwamba hawa nao ambao wanafuata wamekaririshwa pia, na wao watatenda dhambi, kwa maandiko yanayosema kwamba kipofu akiongoza ukifuata kipofu, maana yake wewe una macho afu ukafuata kipofu, nyinyi wote mtadumbukia wapi? Shimoni. Maandiko yanatuonya kabisa. Ukiongozwa na kipofu, na wewe ukakubali kuongozwa na kipofu, nyinyi wote mtadumbukia kwenye nini? Kwenye shimo. Manake kuna watu wengine ambao wanaenda kumwabudu Mungu safi salama, lakini wakiongozwa na kipofu. Sawa. Ni Isaya 9:16 nasema kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Asante kulitafuta faster hilo andiko. Naweza nikasema kwamba hawa wengine ambao wanaenda kuabudu katika madhehebu yale ambayo kuna msalaba mule ndani, kuna msalaba au nje, au wanaweka msalaba, na ule msalaba umedhibitisha kuwa ni kiwakilisho cha Mungu. Manake wale viongozi ni vipofu, na wewe umefuata kipofu vile vile.
ila si hukumu kiundani zaidi, kwa sababu ni neno lenyewe limesema, sio mimi. Neno limesema ukifuate kipofu, na imesema kwamba usiabudu sanamu na wala au sifanyie mfano ule wa kitu chochote kama Mungu, manake ile umeifananisha kama Mungu. Sasa ni kiwakilisho cha Mungu. Sio, kitoe kabisa, kisiwe kiwakilisho cha Mungu. Haya, karibuni niongezee. Kwa hiyo swali la mtumishi ni zuri, nafikiri ili liko meshaisha. Nende kwanza kusema kwamba tunapozungumzia kwamba neno msalaba, kwanza uelewe kwanza neno msalaba ni ukombozi, au wanaopotea neno msalaba kwao ni upuuzi. Ishara ya msalaba ni ishara ya ukombozi. Kwa hiyo sisi makanisani kwetu, ninapoweka msalaba, kama nimechora alama ya msalaba, kama sitaabudu ule msalaba, sitaupigia magoti, niko vizuri. Lakini nikiupigia magoti ule msalaba, kama hao wenzetu walivyozungumza kwamba mara unaona sanamu liko hapa, mtu anaenda kalipigia magoti. Usipigie goti kitu chochote, anayetakiwa kupigia goti ni Mungu aliye hai. Kwa hiyo msalaba ni ukombozi. Mungu awabariki sana. Hapa tuna mada nyingi ambazo zipo, ifike hatua tuzikate, tuendelee na mada zingine. Tusiwe na watu ambao tunahitaji watu wanaotutazama ili angalau wapate vitu, wapate kujifunza vitu kadhaa, sio mada hiyo. Mbarikiwe sana. Sawa, umeongea ni sahihi. Kila mada moja itakatwa kule, hamna tatizo. Itakatwa, itakuwa kwenye kipande kimoja, na mada itakatwa itaenda kwenye kipande kingine. Ni sahihi, ila tuende na mada sahihi tu, tuende sawa. Wewe umesema msalaba ni ukombozi. Ila sasa huku tumepata mkombozi ni Kristo, Mungu mwenye nguvu. Hatujaona msalaba, bado unanipoteza. Kwa mtu ambaye anasoma Biblia atasema unanipoteza, kwa sababu kule nimeshaona Yesu. Wewe unaniambia ni ukombozi msalaba ule, na wakati mkombozi ni yule Yesu aliyoleta neno lile ambalo ni la ukombozi. Maana yake nikishika maagizo yake na sheria zake na amri zake, basi nimekombolewa kupitia nani? Yeye. Sasa ukaniambia msalaba, sasa hapo utanichanganya pia vile vile. Nitakuuliza swali, nioneshe maandiko yanayosema msalaba ni ukombozi. Biblia imezungumza sana. Mara nyingi ukiangalia Biblia, Yesu alipopigwa msalabani, yale mateso msalabani, na ndio maana watu tulio wengi tunachukua kwamba yale mateso, alipobambwa msalabani alinyosha mikono, walioko kushoto, mkono wa kulia walioko kulia, hii miguu nayo walioko kaskazini, kusini, magharibi. Maana yake Yesu aliwaita kwamba njoni nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu mwenyewe amesema kwamba tujifunze kwake, maana nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Kwa hiyo barikiwe sana. Mtumishi wa Mungu, mimi nitakuuliza maswali mpaka basi, maana hilo swali haujanijibu. Maana mimi nahitaji andiko linalosema msalaba ni mkombozi, si ndio? Au swali langu hajalielewa? Au na wewe unalo msalaba ni ukombozi? Kuna andiko moja linasema hivi, ngoja nitafuta, linasema hivi: neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi ni... Ngoja nipe kama dakika moja. Haya, haina shida, wewe litafute hilo neno la msalaba. Mimi nataka nipate msalaba sasa. Hiyo msalaba ni nini sasa? Maana huo msalaba si tayari uko pale, tunauona. Mimi nishasema kabisa, ukiufuata umefuata kipofu. Sasa mimi nahitaji uniambie mkombozi au nini hapo, nipate maana naye hatujui.
ila tutaongea kile ambacho tunachokielewa na maandiko pia Ni Wakorintho wa kwanza 1:18 inasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni puuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa mimi nitafafanua mimi kwa jinsi ninavyoelewa neno la msalaba, sawa, ila sasa swali langu mimi linakuja vipi? Kama nilivyouliza mwanzoni, baadhi ya watu wengine katika nyumba zao za ibada wanakuwa wanaweka mfano masanamu, ila hawayasujudii hivi. Sasa nikaja kupata ukakasi nikisoma Kutoka sura 20 mstari wa 4 ambapo Mungu anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho duniani wala kilicho majini. Sasa mimi ndio nikani nimepata ukakasi hapo, nikasema ngoja nilete kwenu watumishi, maana lengo ni kujengana na lengo ni kulisha zima. Kwa hiyo naweza nikanafanya kitu yamkini labda nimekulia humo, labda nikaona ni sahihi, kumbe naweza nisiwe sahihi. Sasa tunapojadiliana hapa tunajengana. Kwa swali lilikuwa ni hivyo. Kuna jambo moja hapo umesoma, rudia hapo kwenye msalaba. Maana yake tumepata mantiki ya msalaba ni nini? Sio isome Wakorintho hiyo isome, maana mimi nasikiliza mapointi hadi point. Yule aliniambia ni ukombozi. Sasa huko na hapo msalaba umesema ni nini? Imesema ni nguvu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Haya, kwetu tuliookolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Maana yake tuamini moja kwa moja ule msalaba ni nguvu ya Mungu. Je, nakuuliza sasa wewe swali ulilosema kwamba ule msalaba ukiwa pale, si ndio? Umechongwa. Biblia yenyewe imewakilisha kwamba tukiona pale juu ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukasema sio kosa, ila usishujudie, maana imeshasema ni nguvu ya Mungu. Nimesema neno la msalaba. Neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Hebu soma tusikie. Umesema soma hapa 18, kwa sababu soma tu na maiki. Ni nguvu ya Mungu, ni sahihi. Neno ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo sasa tuamini maneno, tusiamini kile kitu kilichotengenezwa pale, si ndio? Kuna andiko moja nalitafuta hapa. Au kuna kitu tunachokiongezea hapo nafikiri, ila tumeshapata ni nguvu ya Mungu, sio ukombozi. Labda niongezea hapa wa Galatia 3:13 nasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kwa msalaba ilikuwepo kabla hata Kristo hajaja, maana yake yale majambazi au mtu aliyolaaniwa ndio alikuwa anatupuliwa katika nini? Katika msalaba. Kwa hiyo hata kipindi cha upagani, ndio maana Yesu aliposulubiwa kulikuwa na majambazi wawili pale walikuwa na stahili hukumu ya msalaba, akawa wamewekwa pale. Ili nitaka niongezee kidogo. Nimeshapata mantiki. Amelaaniwa yule aangukae juu ya mti. Usiniambie msalaba, mti. Msalaba si miti ni ukisema msalaba ni nguvu. Sawa. Ukisema msalaba ni nguvu. Ila kwenye mti amelaaniwa yule anayetengeneza huo mti. Sawa. Ukiutengeneza mti maana yake umelaaniwa kwa wajibu wa Biblia, kwa jinsi mimi nimeelewa. Ila msalaba, ukisema msalaba ni nguvu. Sawa. Ukisema msalaba ni nguvu. Kwa hiyo naamini msalaba ni nguvu ya Mungu kunikomboa mimi, si ndio? Haya, ila ikichorwa hapa au wapi kwenye kanisa juu, maana yake ilishachorwa kwenye, yani kimetengenezwa. Ni kitu kimetengenezwa. Maana yake kama kimetengenezwa kimeenda kinyume na neno,
Manake ni neno ambalo limetengenezwa na binadamu. Lile neno likaja sasa kuwakilisha moja kwa moja katika umbo la kuonekana kwa macho ya binadamu, lakini ingekuwa kama ni neno likaishia kwenye neno, kuamini kwenye neno, ilikuwa haina kosa, kwa sababu inaitwa ni nguvu. Maana yake hatuwezi tukapinga msalaba, ni lazima tukubali. Yoyote yule anayeukataa msalaba, maana yake amelaniwa pia vile vile, kwa sababu unakataa nguvu ya Mungu, si ndio? Au nimekosea watumishi wa Mungu? Maana hapo ni lazima turekebishane, tuongezane akili kidogo. Tunapozungumza neno msalaba, msalaba, unapoona msalaba ni ishara, kama Biblia jinsi inavyozungumza kwamba ishara hizi zitafuatana na wale waamini. Kwa jina la Yesu watafanya mambo makubwa. Kama ni wagonjwa watafunguliwa, kama ni wenye shida mbalimbali, wenye uvimbe wanapokea afya. Maana yake tunapozungumza kwamba msalaba, ile ni ishara, ni ishara kwamba hii ishara inawakilisha msalaba. Bwana pewe sifa. Sijui tumeelewana mpaka hapo, ili tualike wengine vipindi vingine, angalau tusonge mbele, tuishie mada hii. Tuna mezani hapa tuna mada nyingi. Sawa, tuna mada nyingi, lakini bado unaponiambia kwamba msalaba ni ishara, ukiutengeneza ni ishara, bado utakuja kunipoteza vile vile. Mimi lazima niendane na neno. Imeshasema ni nguvu msalaba, si ndio? Mimi lazima nisikilize neno. Neno limesema kwamba msalaba ni nini? Ni nguvu. Sasa ukiniambia ni ishara, nahitaji nionyeshe msalaba ni ishara kwenye maandiko. Nikupe swali hapo. Nikupe swali kwenye hiyo nguvu. Unajua maana ya nguvu? Nguvu ya Mungu. Haya, hiyo nguvu unaiona? Nguvu ya Mungu inatendeka nikiwa naiona. Wapi? Iko wapi? Tukisema kwamba tuonyeshe hiyo nguvu ya Mungu inakaa wapi? Kusema kwamba inakaa wapi? Inakaa kwa Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu inakaa wapi? Kwa Mungu. Mungu namuona? Sasa Mungu mpaka umuone, ila namuona kwa matendo. Yuko wapi? Namuona kimatendo. Haya, matendo gani hapa? Labda tukifanya hivi Mungu anaonekana. Matendo haya tu tulinayo yajadili. Maana yake Mungu matendo gani? Matendo gani? Sijayaona hapa. Sijayaona matendo. Labda hizo kofia au hizi joho ndio matendo au? Mjadala huu unaoongea kwa sababu nahusiana na Mungu. Basi Mungu yuko katikati yetu. Yuko wapi? Sisi hapa tuko watatu. Tuko watatu. Mungu yuko wapi? Kwa hiyo kuna vitu vingine, ishara, maajabu, uelewe. Yaani hiyo maana inakupa picha kwamba Mungu, msalaba ni ishara ya ukombozi. Sasa ukisema kwamba yani kuna nguvu, ukombozi, vyote ni kitu kimoja. Kwa hiyo ukisema kwamba ni nguvu ukang'ang'ania ukahama, utaulizwa maswali. Hapa maswali hayataisha. Hapa maswali hayataisha. Tuende tukawakilishe vizuri kwa kile ambacho tunachokijua. Kama kuna mtu ambaye atakuwa ametuelewa na yeye ana kitu chochote cha kuongezea, anaweza kaongezea yeye mwenyewe akakomenti pale juu, kwa sababu na sisi hatuyawezi yote, lakini kwa neno la Mungu tumepata msalaba ni nguvu. Na yeye anaweza kuwa ameshasoma Biblia kiundani zaidi, pia ana ngazi zaidi na zaidi ya hizi ambazo tulizonazo, pia na uelewa zaidi na zaidi, kwa sababu hakuna anayeweza kusema kwamba anayajua yote. Ajiamini 100%. Anayejiamini 100% ni Mungu peke yake, ila sisi tunazidiana viwango hadi viwango. Sasa naweza nikasema anayeona hizi mada akomenti hapo juu na yeye achangie mada. Karibuni swali lingine. Swali lingine.